Bwana mtaalamu fundi majumba B-Levo babake na Levo amezua sintofahamu kupitia chapisho ambalo aliweza kulipandisha kwenye ukurasa wake wa Instagram, video ambayo inaonyesha chumba cha binti yake wa kazi, lakini kutokana na tukio ambalo lilikuwa linaendelea likimuonyesha binti wa kazi ni kama mtu ambaye alikuwa anamfanyia unyanyasaji. Kwa namna ambavyo Baba Levo ametafsiri ni kama unyanyasaji mtoto wake wa mwisho ambaye anafahamika kwa jina la Platinum. Sasa bwana Baba Levo alichapisha video hiyo akasindikiza na ujumbe ambao ulikuwa unasomeka. Kwanza ujumbe unaanza na emoji za kulia, akaandika mwanangu Platinum, akaweka tena emoji za kulia, akaendelea, kila siku huwa namwambia mke wangu Mama Ruby, please kana watoto, acha nikahangaike mimi, lakini huwa inaonekana kama namtengeneza kuwa tegemezi. Lakini video hii imemliza sana Mama Ruby, akaweka tena emoji za kulia. Video ambayo inamuonyesha binti wa kazi kama alikuwa anambadilisha nguo. Tungezungumza kwamba wale wa mama ambao wanalea watoto wanaelewa, kuna zile nepi na nini. Sasa alikuwa kama anambadilisha nguo mtoto, lakini namna ambavyo alikuwa anamtreat ni kama mtu ambaye alikuwa anafanya vitu kwa hasira, jazba, unaelewa, yani sio kwa ile love. Na kwa namna ambavyo video inaonyesha, lakini baadaye mtoto alikuja akadondoka, ila binti alichofanya aliendelea zake kuchezea simu na hakufanya haraka kwenda labda kumkimbilia mtoto, kumuinua, kumuangalia labda kama ameumia ama imekuaje. So bana Baba Levo kwa upande wake ameonyeshwa kuchukizwa na kile ambacho binti huyo wa kazi amekifanya. Na kuna video ile ambayo inamuonyesha kama alikuwa anamkaripia akimwambia kwamba kumbe hauna huruma, una tabia mbaya, unamfanyaje hivi mtoto na nini hivyo. So kuna watu ambao wamepokea kama yes, binti amekosea, lakini sasa kwenye maoni ya ndio lazima pia maoni ya hapana yapatikane. Kuna watu ambao wameona kama Baba Levo amefanya kitu gani, unahitaji CCTV kamera kwenye chumba cha mtoto wa kike, kwa hiyo ina maana kila ambacho binti anakifanya wewe huwa unaona. Na hii imekaje binti vipi akiwa na zile faragha zake zile tunafahamu. Kila mtu anakuwa na vitu vyake vya siri ambavyo anakuwa anavifanya chumbani. So B-Levo kwamba unakuwa unaona ama imekaje. Lakini mwenyewe alizungumza kwamba ni kama binti mwenyewe anafahamu kwamba ndani kuna kamera. So unajiuliza, kama binti anafahamu aliwezaje kumfanyia vile vitendo mtoto? Hakujua kama Baba Levo akirudi atapitia kuona matukio kupitia zile footage, kuona kitu gani ambacho kilikuwa kina happen mundani, harakati na nini na vitu hivyo tofauti. So maoni yamekuwa mengi. Kuna ambao wamepokea vizuri kwamba yes, ni sehemu ya ulinzi, binti amekosea, ni sehemu ya kuwafanya kuwalinda watoto wetu, kuwa protect kwa namna moja ama nyingine. Kuna wengine wamesema hapana bana, unakosea, hukutakiwa kufanya hivyo, hata kama ni ulinzi ukupaswa kuona vitu ambavyo vinaendelea kwenye chumba cha binti wa kazi, kwa sababu yule ni mtoto wa kike alafu wewe ni wa kiume. So maoni yamekuwa mengi, lakini hii inaongeza kwamba wadada wa kazi wanatakiwa kuwa makini, lakini pia hata walezi. Kama una nafasi ya kukaa na mtoto wako, basi kaa naye. Dunia imechange. Tuliona juzi Jack Wolper alichapisha kwamba binti yake wa kazi ameweza kumuibia yeye pamoja na wafanyakazi wengine. Kwa hiyo haya mambo yanakuepo, yanatokea. Kila mtu anakuwa na tabia zake kutokana na sehemu ambayo ameishi ama makuzi, namna ambavyo amekuwa, sometimes changamoto za kimaisha na vitu tofauti. So huo ndo msala bana ambao Baba Levo amekutana nao, ama tuite kisanga ambacho Baba Levo ameweza kukutana nacho yeye na binti yake wa kazi, lakini ameamua kushare kwa jamii. Kuna ambao wamepokea kwa namna kumtetea Baba Levo, lakini kuna wengine ambao wamemgadi binti wa kazi kutokana na kile ambacho kimeweza kuendelea. So bana, wewe kwa upande wako unasimama na nani? B-Levo kwamba yes, anapaswa kumlinda mtoto wake kwa kuweka CCTV kamera kwenye nyumba yake na kila sehemu, ama wewe unasimama na binti wa kazi kwamba hapana bwana, huenda kama ambavyo yeye alikuwa anadai kwamba mtoto alikuwa msumbufu, ni mbishi sometime, na sikuwa na nia ya kumnyanyasa, ila nilikuwa tu yani kama ile unajua ile sijui tuseme kupitiwa. Wewe unasimama na nani? Unaweza kushusha maoni yako hapo chini kwenye comment.